Bado tupo Buguruni kwa Kapelo, licha ya kuwa mechi za CRDB zinaendelea kuchezwa sasa hivi kwa upande wa shirikisho, lakini mitaa bado inazungumza kuhusiana na yale ambayo tuliyashuhudia tarehe 8, kuhairishwa kwa dabi, lakini pia kukapelekea mwana Young Africans ambaye alitoka mbali kuja kushuhudia mchezo kufikwa na umauti mara baada ya kuegamia nguzo iliyokuwa ina shoti ya umeme. Nipo hapa kuzungumza na wadau katika yale ambayo yalijili. Buguruni ni eneo ambalo sisi hatukufika kusikia hisia zao zipo kwa namna gani, kwa namna ambavyo waliyasikia na kuyashuhudia. Othmani kwa upande wa Simba Sports na nipo na Sheikh Kasiri kwa upande wa Young Africans. Wao wanazungumza lipi katika haya ambayo yanaendelea? Najikumuta upupu tukiwa hapa Buguruni kwa Kapelo. Milango jina ni Jafeto Mipango, mwenzangu kwa upande wa kamera ni Agosto Tabibu. Hali yako iko vipi Othman? Hali iko vizuri, nashukuru Mungu, niko salama kabisa. Vizuri kabisa. Nimeshiba iftari ya kutosha. Uheri kaka. Niko fresh. Ndio. Bana, yaliyojili yamejili. Young Africans wametoa misimamo yao, na katika hiyo misimamo itafanya kazi kwa jinsi ambavyo wewe unatafakari na kuyasoma maandiko ambayo yapo. Kwanza nikosoe kamati tendaji ya Yanga inaonekana haina weledi. Ndio maana Yanga kila mahala wanafeli. Wana sheria wao felia. Kamati zao tendaji hazieleweki. Hazina weledi wa kimpira. Kwanza kabla sijafika huko, sijajibu. Kwanza niwaambie klabu ya mpira Tanzania namba 1 ni Simba. Kidogo namba 2 Coast. Hivi vilabu vingine vyobaki vina shughuli zao. Yanga sio klabu ya mpira. Wana mambo walianzishwa kwa ajili ya mambo yao, wanajua. Simona hata nembo yao. Kuna mpira pale. Wana mambo yao. Kuna klabu nyingine za nyingine ziko za kuburudisha wafanyakazi wa viwandani. Azam. Kuna klabu kazi yao kuburudisha wanajeshi, JKT. Magereza, prison, za kuburudisha wafungwa. Klabu ya mpira ni Simba na ya pili ni Coast tu. Hata mzee anajua. Anajua hilo. Hivi vilabu vingine sio vilabu vya mpira. Sikiliza sasa, nakwambia kamati tendaji ilivyofanya ovyo. Kwa mujibu wa kanuni za sheria za FIFA, ili upate pointi za mezani, kwanza maafisa wa mechi wawe wameingia katika, wameshiriki nini? Tukio la mechi. Sasa wewe umekuja umevaa jezi za mazoezi. Alafu umefanya mazoezi bila kukaguliwa. Mechi commissioner hayupo. Mechi coordinator, mechi security officer hayumo. Alafu nataka pointi 3. Hiyo kasi ya wapi? Ya Chanika. Hiyo kasi ya Gongo la Mboto. Kwa sababu kasi wanataka uje na evidence na vitu viko wazi. Ni mwezi wa 10. Tume ikaahirisha. Nyewe vyama vya upinzani wanasema sitapeleka wagombea na wapiga kura. Hivi kwa utasabia kura hapo? Uchaguzi huyo mshindi anapitishwa na uchaguzi upo? Haupo. Wewe unaenda kasi alafu una evidence au kasi. Hiyo kasi ya wapi jamani? Kasi ya wapi? Ya Chanika Gongo la Mboto. Maana yake uwe na evidence, kafu ndo kasi ndo nakupokea. Ili kuaje? Sasa yani kasi iite bodi ya ligi iadhibu. Haina uwezo. Kwanza mpira ulivyowaambia watu wa Yanga wengi hawajui sheria za mpira. Wanajua yani wao kazi yao ni kuangalia, ndio maana inaitwa nyuma mwiko. Nyuma mwiko, wanajua tafsiri yao. Sio watu wa mpira hawa. Ni watu wa vurugu tu. Sasa kanuni za mpira zina tabia kwamba unapoenda kutoa mashtaka ni lazima wahoji, waulize kamati iliyoamua hivi ni kamati gani. Bodi ya ligi itaitwa. Mbona hawa wanadai pointi 3? So sisi tuliaisha mechi kwa sababu gani? Kanuni fulani ilikiukwa. Kama umesikia afisa habari wa bodi ya ligi alisemaje? Watu wanahoji kanuni namba 14, mtu acheze eti ndo wafasiri wapige faini. Anasema wao wamechukua taarifa. Kanuni hizo watu wanazichezea. Yaani kuna watu kwa sababu kanuni za faini milioni 5, Yanga umpe milioni 5 sasa Tom Zekasiri. Milioni 5 toa babu. Unasimama huyu sasa. Milioni 5 babu anatoa. Anamaliza. Anatoa huyu. Sasa kweli wapiganga milioni 5. Uache kufuata sheria. Maana yake ni nini? Bodi ya ligi ndio maana msemaji wao anasema hivi, tumeamua kulifanyia nini kikao kwa sababu kupunguza mazoea. Kwa sababu watu wa Yanga ni watu wa mazoea na watu wa kutanza maneno.
Wametengeneza, tumekuja na mwizi, tumekuja na mashehe. Hiyo kauli inatoka kwa Karim Boimanda kwa sababu ndio afisa habari. Amesema ndio, kama umesikia. Nenda katika mtandao, amesema lazima tusiishi kwa mazoea. Kanuni sio kesi, kanuni iachiwe tuje watu tuamue mwisho. Tutengeneze, tuache mazoea, watu wasichezee kanuni. Mechi commissioner Simona wenzetu wana mwaka huu 72 masaa 24 mwaka huu alitengeneza kanuni kufahamisha timu itakafanya ulezi inyang'ane pointi 3. Wenzetu bado wanaruka ukuta. Juzi wamevunja geti, wanakanyaga matofali kule jeshini, upande wa jeshini na kanyaga matofali, wanaingia kinyume. Sasa hao watu wanapiga faini milioni 12. Milioni 12 ni hela ndogo. Sasa kanuni hii bado wameikalia. Maana yake nini? Uwezi kuwanyang'anya Yanga pointi 3. Kwa sababu Yanga ni timu iko nyuma ya watu, kama alivyosema mtangulizi wangu, Yanga iko nyuma ya watu. Hawa watu yani wanajinasibu wao wako karibu na serikali. Na ndio maana wana kiburi. Yanga wana kiburi. Na ndio maana wao wakitengeneza maneno ya uongo yanaonekana. Wametuzulia siku ya Mwanza tutafanya mazoezi. Si Mwanza tufanye mazoezi, isipokuwa wale Pamba wakati wanafanya mazoezi walikuwa uwanjani, sio sisi hatukufanya mazoezi. Mbona wanataka kutusema uongo? Wao wanasema wao kufanya mazoezi mechi iliyopita. Wao walipewa nafasi. Wao wakasema hatuji. Hulazimishi. Ikiwa wewe kanuni haikubani wewe, jana nitoa mfano. Sisi tunafanya biashara masokoni. Soko limeandika hivi: kufunguliwa kwa soko ni saa 12 asubuhi, kufungwa saa 12:30. Ukienda kufungua saa 4 hawakuulizi. Hata kufungua saa 8 hawakuulizi. Lakini ukifunga saa 1 anakuuliza. Maana sheria hivyo. Kwa nini unafanya nini hapa? Maana sheria hivyo. Kuna sheria nyingine haisubiri mpaka lifanyike. Inatakiwa iamuliwe kabla ya tukio lifanyika. Angalia timu ya taifa ya Nigeria. Walivyoenda Liba walifanyaje? Walisubirishwa airport. Mechi ilivunjwa. Waliondoka kurudi. Kwa nini Nigeria waliondoka? Nigeria si timu kubwa. Wafikiri ingekuwa timu ndogo kama Yanga wangeondoka. Na ndio ninakwambia hivi, Simba ndio klabu mwalimu wa mpira. Ukitaka kujua mpira Tanzania, mwalimu ni Simba. Watake wasipende ndio hivyo. Sasa wale waliokaa wale ile bodi si bodi gani si kama tendaji. Ni kama mimi naweza nikasema naamini wengi pale ni form 2 failure. Naamini wengi pale. Si wote lakini wengi ni form 2 failure. Na ndio wanawafanya mpaka mashabiki wao. Mimi namnukuu mshabiki mmoja wa Yanga aliongea vizuri sana. Anasema hivi viongozi wetu wa Yanga wako sawa kiakili? Mwenye mamlaka yake amesema mechi haipo na barua imepelekwa saa 8, alafu wewe unapeleka timu uwanjani. Ni kuwafanya sisi mashabiki wa Yanga tuonekane, yani kiongozi anapoamua na yeye ana weledi, unamfanya sisi shabiki anakuwa kama, yani mshabiki anadumaa kiakili. Sasa yani unamdumaisha shabiki kiakili. Maana yake wenye mamlaka hawapo, wewe unapeleka timu. Na sisi tunahoji hivi, aliyekataa kufungua geti asubuhi, tumeshangaa amefungua geti saa 8 watu wakaingia. Huyo mtu atafutu. Sikakataa kufungua geti jioni siku ile. Jumamosi, Ijumaa. Na alikuwa anatambua kwamba mechi imehairishwa. Sio imehairishwa. Yeye amezuia Simba, hana taarifa afanye mazoezi. Huyo meneja huyo meneja. Tunamwozi meneja aliyefunga geti usiku. Simba ataka kufanya mazoezi, yeye kafunga geti. Alafu mechi amepewa taarifa mechi haipo, yeye huyu anaenda kufungua geti. Huyu meneja unamwonaje? Haibidi atafutwe. Ni moja, ni watu ambao kwamba anatumika vibaya. Tunaamini. Sina shida kaka. Mimi siwezi kuwakimbia timu dhaifu. Young Africans. Wao walichoogopa labda ni mbuzi mwenye uchebe na kanzu. Unapakome, unajiita una nani? Unaogopa mbuzi? Unaogopa kanzu? Sasa Simba alifanya, angalia sasa. Mohamed Hussein, Kapombe na Kibu Denis tukavaisha kanzu. Mageto kutaka kufungua. Na waliovaa kanzu walikuwa ni wachezaji watatu tu. Mtego tu. Na ni goli 3 zile manake. Mbona mnatuvuruga mbuzi afu wewe mashehe wakawa kina Kibu Denis? Mlionaje? Unajua hizi taarifa unajua wenzetu Yanga hawajui shehe ni nani. Wao kiona mtu amevaa kanzu wanajua ndio shehe. Sasa hawakujua Kibu tulimbadilisha sura. Zile rasta zikaonekana. Tulifunika kufunika kwa njia ipi? Kuna kofia moja alivaa moja aina fulani za Kimombasa. Wakajua katoka Mombasa shehe. Na alibadilisha ile sura ile. Hawa mashehe. Kwa hiyo wao wamekimbia
wamekimbia kanzu na wale mbuzi. Hakukuwa na shaka yote pale. Na upepo wenu waga ni wa pwani, Tanga, Zanzibari, Mombasa ndio sehemu ambazo mnatembelea sana. Sisi bado hizi dabi mpite vizuri ndio maeneo mnayochagua. Sisi wala hatuna shida na wachawi wala ganga. Wao ambao wameenda Kibuta hapo Zaramuni, wameenda kubeba majini. Sisi hatuna shida. Sisi tulikuwa tu tumazuga, tumeweka watu watatu wavaa kanzu na mbuzi wale watatu ilikuwa ni daku lile. Tumepewa mbuzi na mzee mmoja hivi, daku. Wao kumbe mbuzi alikuwepo kweli? Ni daku, si daku kwa ajili ya daku baadaye kitoweo. Sasa wenzetu wakaanza kukimbia wenyewe vipi wamekuja na mbuzi hawa? Ngoja niende kwa mzee Kasile. Asalamu alaykum mzee wangu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri mzee wangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siami niliyofunga na iftari niliyokula, pumzi ya kuongea nayo. Bana, umesikia katika yale yaliyozungumzwa na mengi yanaionyesha kwamba Young Africans imepelea katika 1, 2, 3. Nadhani umeyasikia mengi. Lakini kubwa Simba akionekana kama yupo kwenye haki katika lile ambalo TFF waliamua kulichukulia hatua kupitia bodi ya ligi. Kwako, kwa upande wako, kwa taarifa ya umma ambayo imetoka kwa Young Africans, uongozi wa Yanga upo sahihi kupitia taarifa ambayo waliitoa? Mimi naamini katika mchezo wa mpira na washabiki na wapenzi, washabiki na wapenzi huwa wasimame upande wao kuangalia kosa lao na akalibainisha dhahiri. Yanga sio ndawazimu, si mechi ya kwanza wala ya pili wala ya tatu kucheza nao. Eti wakosewe kuwazuia kitendo cha kuingia uwanjani kufanya mazoezi kuomu hapo uwanja siku ambayo kesho game inachezwa. Hilo halijatokea. Yanga mamlaka yao hana, isipokuwa kauli iliyoulizwa meneja wa uwanja. Wanamuuliza, tunaona basi la Simba mabasi mawili yapo nje hapa, ndio muda muafaka na wanayo taarifa ya kwamba wanakuja? Meneja wa uwanja akasema mimi sina taarifa nao. Huyu kamisa wa mchezo anasema mimi sina taarifa yoyote ya Simba kwamba wanakuja kufanya mazoezi. Basi akamwambia kama ni hivyo haitoruhusiwa kuingia, kwa sababu kitakachoharibika humu ndani ni jukumu la Yanga lilokabishiwa uwanja. Hawa waje kwa wakati na hawa waonekane na sio tusimamie kuangalia usalama wa uwanja. Yanga akazuia kitu hicho. Sasa wao wanatoka pale baada ya mvutano wa masaa mawili, wanaondoka moja kwa moja. TFF wanaandika barua kwamba sasa tuweze kucheza mechi hiyo kwa sababu tumezuiliwa. Ni swala la kushangaza. Mbona wameenda Mwanza wamezuiliwa kutokufanya mazoezi uwanjani? Mbona wamecheza? Kipi kilichoharibika? Wamekuja hapa KMC wamezuiliwa, wakakuta watu bado wanafanya mazoezi yao, hawakuingia kufanya mazoezi. Mechi wamecheza, wameshinda. Kipi kilichozuiliwa? Wao wangeandika barua ya malalamiko, wakaruhusu kuingia uwanjani kucheza mchezo, halafu swala lao likasikilizwa na kamati tendaji ya TFF. Lakini wameshindwa hivyo. Wameona kwamba hapa ndio nafasi ya kutoka. Hili ndio gameplay, tutakwenda na mbuzi wetu, na mbuzi mmoja uchinjwa kwa ajili ya kitoweo na mwingine uchinjwa kwa ajili ya kafara, ama hivyo kusoma albadili. Hawa walikuwa tayari kusoma albadili ghaibu ya kuifunga Yanga, kuwafanya watu viwete. Hiyo nafasi haikupatikana. Wasijifiche. Wao katika uchawi wanashika namba moja. Hapo kumbe hilo ndio liliwakimbiza. Sio tukaona hata kanuni na turuhusu na sisi ndio wenye haki zetu, na tarehe iliyopangwa ni hii. Kesho tunaingia uwanjani kama ilivyoelezwa. Imeletwa siji barua kwamba wao wamesema hawaingii uwanjani. Sisi hatuna sababu na hiyo kusikiza barua ya Simba. Sasa nasikiza wito wa TFF wataka tuita. Naam. Kuhairishwa kwa mechi hii kumefanya watu warejelee kanuni zinasema nini na kuwakumbusha kanuni nambari 17 inasema nini, nambari 15 inayotaka timu kufuata taratibu zilizoratibiwa na bodi ya ligi, kanuni namba 34. Katika hivyo ilipaswa Simba kufanya hichi walichokifanya ili watu waelewe umuhimu wa yale wanayofanyia, kama ulivyosema kwamba wamefanyiwa KMC, wamefanyiwa Mwanza, na hapa pia mmehusika kuwafanyia. Sisi hatukuhusika kuwafanyia kama wanavyodai wao. Ndio hizi Jafet.
kwamba mtu anayehusika angefanya kwa maksudi kwenda kuzuia mlango bila taarifa yoyote. Lakini taarifa ripoti ya meneja wa uwanja ambaye mwenye dhamana ya uwanja wake anasema hana taarifa na Simba. Makamisa wa mchezo ambao wale makamisa 24 katika moja wapo waliokuepo anasema hana taarifa na Simba. Sasa leo utamwambiaje kwamba huyu mtu kachukua maamuzi yeye? Yeye ni mwenye uwanja au yeye mwenye kuandaa mechi hiyo? Yeye hakuandaa, isipokuwa anafuata protocol. Kwa hiyo heshimuni protocol. Kwa nini unashindwa kuheshimu protocol na ngangania tu Yanga ina haya, Yanga ina haya? Mangapi atakokuwa nayo Yanga kila wakati? Yeye Yanga ni nani? Tunarudi kwako hapo hapo kwenye hiyo point mzee Kaseri. Umesema kwamba meneja hakujua, match commissioner hakujua kwamba Simba anakwenda. Hawakujua kama kuna kanuni inayowaruhusu Simba kufanya mazoezi. Swala hilo watawauliza TFF. Na wao katika bodi yao haliwahusu Yanga. Yanga wanangoja wajibu wa ratiba yao ile ile. Habari ya kwamba nyinyi kwa nyinyi hamjui, nyinyi mnajua, hiyo si juu yake Yanga. Wala sio GSM akakae kusikiza habari hizo. Yanga ngoja wito na taratibu zilizokuepo. Lilikuwa ni swala la meneja na match commissioner. Hao ndio wanafika katika mabouncer waliingia kufuata nini? Mabouncer kwa sababu wapo katika kusimamia uwanja wao, vifaa vya uwanja visiharibiwe. Wao kama akina nani? Wao kama watu ambao siku hiyo wamekabidhiwa uwanja siku 3 mbele, ule uwanja uwe salama. Unapokabidhi, nisikilize kidogo Jafet, nisikilize kidogo. Unapoambiwa umekabidhiwa uwanja, ni kama wewe hapa kunikabidhi mic nimeshika. Sasa nikuambie, mkono wangu una uwezo au una vibration? Nikwambia ushike wewe. Vinginevyo nikidondosha mkiharibu, nimekuharibia mashine zako. Lakini umekuja katika kipindi. Sasa na wao Yanga wameweza kuhendo kile kitu kwa usalama wake. Kwani Simba wamezoea kungoa viti, waanza kungoa viti koki, ikawa uwanja kesho hauko vizuri. Tunaendelea kujenga tu. Kwa hiyo kumbe mwenye mamlaka ya kulinda uwanja wa Benjamin Mkapa ni Young Africans. Unalazimisha niseme Young Africans. Kwa sababu ukiniambia anayo mamlaka ya kulinda uwanja daima dumu mechi zote zinazochezwa pale, Yanga atakuwa ameweka mabouncer kulinda. Sina maana hiyo. Kwa sababu ni wasimamizi. Nisikilize, tukio na mwenyeji wa mchezo. Umeelewa vizuri Jafet? Tukio na mwenyeji wa mchezo. Yeye Yanga ni mwenyeji wa mchezo. Amekabidhiwa uwanja na meneja wa uwanja kwamba mtakuwa nao mpaka siku ya mchezo. Hivi uwanja unakabidhiwa kwa mabouncer? Uwanja unakabidhiwa kwa mabouncer. Unakabidhiwa katika uongozi, wanaangalia sponsor wao kila nani. Kwani baa inakabidhiwa kwa bodyguard au mabouncer? Ngoja kwanza. Baa inakabidhiwa kwa mabouncer. Sina ujuzi zaidi kwenye eneo la. Una ujuzi eh? Aha. Sasa tukisema kubadilisha lugha, mimi si mtaalamu wa lugha kama aliondoka wale mdengeleko wa Samvula Chole. Unasikia bwana? Kuna mabouncer, kuna mabodyguard, wote hao ni watu wa nguvu mbavu pana Kwa hiyo vitu hivyo hata CAF wala blue guard. Ni askari wenye kuwa na mbavu pana. Lakini utawaona uwanjani siku ya mchezo, si ndivyo? Wakiwa wanafanya jukumu lipi? Wakiwa wanasimamia ulinzi. Sasa hawa walikuwa wanasimamia uwanja, mbona leo Jafeti wanasimamia uwanja kwa majukumu mawili. Kwamba wanapokabidhiwa uwanja ni jukumu lao Yanga. Mpaka mchezo umalizike ndio jukumu linaondoka. Na timu mwenyeji alikuwa ni Young Africans. Hapo unakosani nikupaelewa. Sasa narudi tena na kukumbusha. Swali la msingi. Ni wewe. Match commissioner alifika. Lakini kwa nini bado ilikuwa ni ngumu kwa Yanga kuingia? Match commissioner alisemaje? Hakuwa na taarifa. Umesema match commissioner hakuwa na taarifa na meneja wa uwanja. Kama taarifa ya bodi ya ligi ilivyosema. Alipofika kwa nini bado kulikuwa kuna ugumu kwa Simba kuingia kufanya mazoezi? Sasa inakuja kama msemaji aliyopita. Alisema nilisikia naye meneja wa uwanja na match commissioner walisema wao hawana taarifa. Hivi ndio sasa kufika na kutokuwa na taarifa. Sijui unaelewa? Kwamba upo lakini huna taarifa. Umemlenga Sefu hayupo. Hapatakuwepo na msemaji mwingine. Kwa maana aliolengwa hayupo. Lakini yule mlengwaji anasema mimi sikuwa na taarifa kwamba nitamuhoji huyu.
Hapo unapasemaje? Sasa mechi kamishina anakataa kwamba yeye hana taarifa na ujio wa Simba kuja kufanya mazoezi. Ni kwamba kanuni inamruhusu kuja kufanya mazoezi iwapo atatoa taarifa, apewe muda mzuri, na ipo vizuri kama atakuwa hakufika, hahukumiwi na lolote. Umeelewa vizuri? Kwa maana hiyo moja kwa moja tupaangalia hapa mahali, tusiangalie kwa uonevu, tuangalie kwa ukweli kabisa. Kwamba wewe TFF una muda wa masaa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7. Hapa una muda wa kukaa vikao kwa pande zote mbili kuwaita. Hapa mjini panatembea gari kutoka pale hapa Benjamin Mkapa na kutoka Jangwani kuja kukutana Karume. Ni saa moja au nusu saa. Kikao kinaenda cha dharura. Kwa nini wasithamini wadau wa mchezo wanaotoka Mwanza, Shinyanga, Tabora wanakuja kwa gharama zao na alama magesti, wengine wanatoka Uganda, wengine wanatoka Zambia kuja kuiangalia dabi kama ile. Alafu baada yake pesa yao inapotea, gharama zao zinapotea. Hawa TFF wanaangalia kuwabeba hao Simba. Wanawabeba Simba. Sasa na katika hali hiyo ya kubebwa unaoizungumza, Yanga wametaka alama 3 baada ya mechi kuahirishwa. Yanga walikwenda uwanjani na waka warm up, mara baada ya hapo wakaondoka. Ni haki ya Africans wapewe pointi 3. Nidhani kwamba unarejea pale 2023 na 21 nakumbuka. 21 utovu wa nidhamu wa TFF ulitumika kama hivyo. Asubuhi Yanga na Simba wamekutana na TFF. Wakaonyeshana referee, linesman, kamisa wa mchezo, jezi atakazochezea, muda wa saa watakaoingia uwanjani. Wanaondoka pale saa 5, saa 6. Wanafika nyumbani wanatumiwa tena message au barua ya faxi kwamba bwana mechi imeahirishwa, baada ya saa 11 itakuwa saa 1 usiku. Hii mechi gani inaahirishwa kama hivi? President atakakuja kuangalia mchezo. Huyu ni mtu mkubwa, kuna security ya kukagua usalama wake. Hawezi kuja tu kama Mbugira alivyokuwa wale akina mwenyekiti wao nani yule Sefu Mipapa atakwenda kuangalia tu. Haitowezekana. Unaona bana? Ni kwamba lazima itaandaliwa. Hiyo anajua kabisa. Na huyu kwa alikokwenda wajibu wake. Nadhani hicho kitu katika nchi hii kishatokea kwa Hassan Mwinyi. Aliitwa kutoka Dodoma kwenye kikao, akakatisha kikao. Akaja moja kwa moja mpaka Dar es Salaam. Ameniita Mwimbili akasema, "Mzee unaitwa kama kaangalia kana Bongomani, uwanja wa Taifa." Mzee kapelekwa kule kana Bongomani. Kaangalia saa 12 watu wale wakasikiliza hawa. Mimi ninachodai, baada ya mabasi, baada ya gari tumepewa mabasi. Sasa hiyo muulizeni mkuu wenu katika nini? Mnakuja kunita mimi na kunipotezea vikao vyenye maana. Mbona mnakuwa watovu wa adabu? Sasa leo rais mzima awe na ahadi ya kwenda kuangalia mpira. Ikosekane muda wa kuandaa protocol za kimpira. Hivi kwa sababu anamgoja rais amemvunjia na kumnajisi. Hiyo inaingia clean. Wanaitwa Buguruni kwa Kapelo, anaitwa Othman, nilikuwa na mzee Kasiri. Nadhani wewe ndo utapembua. Alafu niambie hapo kwenye uwanja wako wa kujidai, kipi ni lipi na lipi ni kipi? Katika haya yaliyozungumzwa hapa Buguruni kwa Kapelo, naomba niweke nukta kwa siku ya leo. Tuangalie itakayofuata itakuwa na lipi. Sisi kazi yetu ni moja tu, kukupasha habari na kukuarifu katika yale ambayo yanajili kwenye anga la kiburudani. Kutokea hapa hatuna la ziada. Langu jina ni Jafet Mipango, wenzangu ni Augusto Tabibu. Nisema asalamu alaikum, nikutakie kwa rezma njema pamoja na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani Karim.